sisi kama Gen Z tukitoka pale nje tukienda kuandamana, tunakumbana na changamoto mingi sana. Kuna vifo, kuna majeraha, kuna uharibifu wa mali, na hivi vyote ukivijumuisha pamoja haileti maendeleo katika jamii. The moment tunaharibu mali na sera za wengine, hakuna faida tunayopata. Sasa kulingana na mimi siwezi jitokeza kuungana na Gen Z wenzangu. Shukrani mtazamaji, ni fursa nyingine pia basi nipo tu katikati mwa mji wa Kitale kuzungumza tu kuhusiana na hii siku ya tarehe 25 ambaye baadhi ya vijana wa kizazi cha Gen Z wasema kwamba ni siku ya maandamano, na nina fursa nzuri basi nimeweza kupatana na moja wa wakazi katikati mwa mji wa Kitale. Labda tu kwa fursa ama kwa faida ya watazamaji ambao wanatutazama, tuambie unaitwa nani na labda unatokea maeneo yapi? Okay, kwa majina ni Otieno Alphonse. Natokea maeneo ya Shanti huko chini. Mimi ni mkazi hapa Kitale, mwanafunzi kutoka Cambridge International College. Asante sana. Tuzungumze kuhusiana na hii siku ambaye baadhi tu ya vijana wanasema kwamba ni siku ambaye ni siku ya siku ambaye ni siku ya maandamano, ikiwa ni siku ya Thursday ambaye baadhi ya vijana wameipangia. Labda kama kaka Alphonse, hii unalichukulia vipi? Labda hii siku umeipangia vipi ama hatua yako ni ipi? Kulingana na mimi, kuandamana si kitu poa according to me personally. Naweza unga mrengo wangu kwa sababu ya kwanza naweza sema hivi. Maandamano, sisi kama Gen Z tukitoka pale nje tukienda kuandamana, tunakumbana na changamoto mingi sana. Kuna vifo, kuna majeraha, kuna uharibifu wa mali, na hivi vyote ukivijumuisha pamoja haileti maendeleo katika jamii. The moment tunaharibu mali na sera za wengine, hakuna faida tunayopata. Sasa kulingana na mimi siwezi jitokeza kuungana na Gen Z wenzangu kwenda maandamano. Hivi sasa baadhi ya vijana ambao ni the Gen Z ama kizazi cha Gen Z wanakutazama moja kwa moja, na labda wangependa kusikia maoni yako moja kwa moja, labda ungependa kuwapatia wasia upi? Okay, vijana wenzangu walio pale nje, langu kwenyu ni hivi. Unaposikia sauti la Alphonse, tafadhali na wasihi, maandamano haitatusaidia. Tuache tu hii serikali ambayo ipo kwa sasa, tuache kufanya shughuli yake. Tunaelewa si yote yako sawa, lakini tumpe nafasi yake pia ashughulike na yake. Kuliko tuende pale tuangamie, tuharibu mali ya wengine. Kuharibu mali haitaleta faida yoyote. Na wasihi tu tukae kwa amani. Amani ndio kila kitu. Shukrani. Na labda tuzungumze, manake tumeshuhudia tu baadhi ya vijana wanasema kwamba we need a justice kwa kifo cha aliyekuwa mwanablogu ama mwalimu wa shule upili marehemu Albert Ojwang, na tulimshuhudia babake mzazi aliweza kujitokeza baada tu ya rais kuweza kumpatia takriban milioni 2. Labda tu unalizungumzia swala hili vipi? Labda unahisi kwamba Albert Ojwang alipata haki ama labda unasema vipi, na kwa vijana unasema nini? Kama kijana siwezi sema alipata haki, na siwezi sema ile hela mimi naweza sema ilikuwa tu kama pole, rambirambi za mheshimiwa rais kwa familia ile. Haikuwa ati amesaidia au amefunika kesi, la hasha. Though justice inafanywa, but haikuwa pesa ya kuambia imetendeka. Lile tu kusema pole ilitokea, lakini haitaitokea tena. Kuna mtu ambaye anakutazama hivi sasa kaka Alphonse, na labda angependa kujua labda justice ilifanyika kivipi ama ni mbinu ipi ambao walitumia kufanya justice ya mwenda zake Albert Ojwang? Okay, follow up sijafanya sana, but kile ambacho najua waliohusika katika kifo cha Albert Ojwang wametiwa mbaroni. Kwa sasa najua wametiwa mbaroni na bado uchunguzi unaendelea kufanywa. Labda tukimalizia, ndio swala kama vifo kama hizi za Albert Ojwang siziweze kutokea, labda ungependa kurai vijana wakae vipi? Kwanza vijana husema hakuna kazi humu nchini. Si ati kazi haipo. Ni sisi vijana tujui kutafuta vile tutapata hiyo kazi. Vijana tuko na talanta ni mingi. Ile yako kidogo expose hapa nje. Huwezi pata kitu. Hiyo kidogo yenye utapata utashukuru. Shilingi 50 ukipata kwa siku
though itakuwa kidogo, but kuipata utatumia jasho yako kuipata. Hakuna haja uharibu, after kuharibu hautaipata hapo immediately. Afadhali utumie ile talanta yako, uko na nguvu kama mwanaume, kama mwanadada. Unaweza fanya kitu ndogo ndogo, jifunze hizi short courses, utajiweka mahali. Shukran sana. Basi labda kabla sijaweza kuondoka, neno lako la mwisho ni lipi? Neno langu la mwisho kwa vijana ni tukue na amani na tujue kwamba maandamano si suluhisho kwa changamoto zetu kama vijana. Amani ndio suluhisho. Tukiungana pamoja kama vijana, tujue shida zetu ziko wapi. Hata kama ni hiyo shida ya kazi ama hela, tukae pamoja, tufungue ka platform inaweza tusaidia kama vijana. Tuanze hata kama ni ka business, ama tutakuwa tuna save kwa hiyo platform yetu, itakuwa inatusaidia mahali. Shukran sana. Basi mtazamaji wetu wa Ekadeli Media 026, nimekuwa tu fursa ya kuzungumza tu na mmoja wa vijana katikati mwa mji wa Kitale. Hadi hapo basi mtazamaji, zidi kulike, zidi kusubscribe Ekadeli Media pale kwenye mitandao zote YouTube. Hadi hapo sina la ziada, langu jina ni Ekadeli Simon.